wewe ukiwa hapo kwenye kiti. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Mfanye Yesu kuwa kielelezo chako. Kwa maana ya kwamba tunarudi pale, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamefanya nini? Yamepita. Sawa jamani? Sasa ni mapya. Kwa hiyo sasa huyu Yesu, ili hayo mapya uyajue, yawe mapya kwako, thamani ionekane, Yesu awe kielelezo chako. Yaani manake ukimtazama Yesu ujue unaenda wapi. Ukimtazama Yesu ujue unafanya nini. Ukimtazama Yesu ujue unaishije. Ujue unatumikaje. Tutasoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 5, alafu nitakutajia hivyo vitu. Wafilipi sura ya 2, samahani. Naomba tufungue, ninamaliza sio muda. Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 anasema na namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu. Mstari wa 8, tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti. Wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati yao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nataka kusema kitu cha kwanza, ile nia ya upendo. Kitu cha pili, andika kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Ninapoongelea kunyenyekea, ndio ninaongelea kule kujipunguza. Hata kama kuna namna uko hapa, shuka tu. Hata kama kuna namna una viwango unajua, lakini unatakiwa kushuka. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Hata kama siku kadhaa zilizopita nilikwambia kila mtu ni wa muhimu mbele za Mungu. Kila mtu ni wa thamani. Yaani wa elimu ya PhD anamuhitaji darasa la 7. Ni mwili wa Kristo unafanya nini? Unajengwa. Sijui kama tunaelewana jamani. Kwa hiyo katika Kristo sisi wote ni wa thamani. Ile ilikuwa inamaanisha unyenyekevu. Na unyenyekevu huo uhakikisha kwenye vile vipengele 4. Yaani kila ninachokuambia shikia pale. Urefu, upana, kimo, kina. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ngoja niongee kipengele hiki na nitakuwa namalizia hapo. Kuacha vyote ambavyo havimpi Mungu utukufu kwa ajili ya Kristo Yesu. Yaani vile vyote ambavyo ni matakwa yako wewe, lakini vinakinzana na Mungu. Jamani, na alikuwa anaishi mbinguni. Alikuwa na mamlaka. Alikuwa mfalme. Lakini aliviacha vyote, akajinyenyekeza mpaka mauti ya nini? Ya msalaba. Sasa kama Yesu aliacha heshima, wewe uko tayari kuacha heshima yako kwa ajili ya Bwana? Lazima ujiulize pole. Na ninapoongea haya yawe ni mazungumzo yako wewe na Mungu. Pale ambapo watu wanakutambua. Mimi Tina ndo watu wananitambua. Wananipigia simu. Wanaomba niwaombee. Bado Yesu ni Bwana kwangu? Au kuna namna na mimi ndo nimeinuka? Tumeshindwa kuwa na huduma zenye matokeo. Tumeshindwa kuwa na maisha yenye matokeo chanya kwa sababu ya kutaka heshima. Mtu yuko tayari kugombana na Mungu ili tu aonekane yupo mahali. Vitu vidogo vidogo ambavyo tunavipuuza ndio ambavyo vimeharibu thamani yetu mbele za Mungu. Ebu fikiria, umekaa umehubiri kama hivi ama umefanya kitu chochote, watu wasipokisemea unajisikiaje? Yaani kuna mtu asipoongelewa hapa madhabahuni, yaani wasipokuja wakasema, kwa mfano hapa kuna
niseme gospel campaign, sio? Kuna injili hapa, sawa jamani? Na kuna wainjilisti mbali mbali. Bwana asifiwe. Wenye viti wa idara, Bwana asifiwe. Mbona hamuitiki? Humu ndani hamna viongozi. Wazee wa kanisa, Bwana asifiwe. Makubwa. Wazee wa kanisa, haleluya. Wachungaji wasaidizi, haleluya. Wenyewe ndo wako wengi. Wapigieni makofi, wamejibu kwa ushindi. Na Bwana analo neno kwa ajili yenu. Jamani, amina. Tuliokombolewa na Yesu, haleluya. Mashemasi, haleluya. Wainjilisti na walimu kama mimi, haleluya. Jamani, amina. Mungu anataka utukufu uwe wa kwake. Bwana asifiwe. Yaani ile watu wameenda kuhubiri, wako walivyokuja kuhubiri kwetu mpaka mimi nikaokoka, walikuwa wanahubiri watu wawili. Sawa Alafu kuna kwaya, si ndio jamani? Sasa pale wamerudi, mmoja akisemewa sana kuliko mwingine, tayari huku ndani unaona wanamuonaga tu, yani wanamuona yeye ndo anajuaga sana. Yani huyu jamaa alishajikuta 1 2 3, tumebeba manunguniko. Kwa hiyo tumejikuta hata Mungu hatuamini. Wewe, hiyo kazi sio ya kwako, hiyo kazi ni ya Yesu. Hata Yesu hawakumsifia. Aliponya watu, lakini bado walimuona ana miungu mingine. Wewe unataka nini? Wakina Stefano wamepiga kazi, wakauliwa na kuuliwa kwa sababu walijua utukufu ni wa Mungu. Jamani, haleluya. Usitafute mtu aje akusemee. Piga kazi, kazi itasema wewe ni nani. Leo tunamuongelea Yesu kwa sababu ya kazi. Asingeshinda tusingemuongea leo. Fanya kazi, acha mbwembwe. Fanya kazi, acha kutafuta sifa. Hawa wanadamu ndo sisi hapa huwa tunabadilika. Unanielewa? Unanielewa? Mimi nimejifunza kama wazazi wangu walinibadilikia, ambao wamenizaa kwa uchungu, hata kwa mwanadamu wa kawaida. Mwanadamu ni mzuri akitumiwa na Mungu. Adui akiugeuza moyo wake ni moto, utateketea. Yani wewe unataka akusifie, atakusifia leo, kesho atakuacha, maana hauko peke yako na mwingine atatokea. Bwana asifiwe. Yani kuna mtu ananuna kabisa, yani ananuna. Mimi kuna mwaka nilikaa nikamwambia Mungu, usinitume kuhubiri popote. Huu mwaka nataka unifundishe mimi ni nani na wewe ni nani. Nikujue kwa urefu, kwa kimo, kwa kina na kwa upana, ili nikisimama kulisema neno lako nisiyumbishwe na zile sifa za kibinadamu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Mimi hata usiponisifia wala hata sijali. Hii kazi sio ya kwangu. Sifa na utukufu ni vya Bwana. Sisi tumepewa tu neema, na ni neema tu tumepewa. Yani ukiinua hicho kiburi cha ujuaji, nikwambie Mungu anawapinga wenye kiburi. Mbingu zitakuwa kinyume na wewe na majeshi yote ya mbinguni. Na Mungu akiwa kinyume na wewe, hata watu hawatakuelewa, kwa sababu walikuelewa kwa sababu Mungu alikuwa ndani yako anasema nao. Bwana asifiwe. Na ndio maana badala ya kuihubiri kweli, tumefika mahali tunatafuta namna ya kujitutumua. Niliwahi kuwa na watu fulani hivi, sitawataja majina yao. Yani kuna watu nimewahi fanya nao huduma. Tukafika mahali tumeenda kuhubiri, alafu mimi nilikuwa mdada peke yangu. Wenyewe ni wa baba tu. Ile siku ya kwanza, ujue mimi Mungu ndo kashaniumba naongea pole pole. Sawa
Ninaongea kuwa kielelezo. Yaani Yesu awe kielelezo chako. Yesu awe ndiye role model wako. Fuatilia maisha ya Yesu yote. Fuatilia Yesu alikuwa anafanya nini, ndio uishi hapo. Ukitoka hapo nenda kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, wafuatilie wale mitume, fuatilia historia zao, namna walivyotumika mpaka wanakata roho. Wewe, kuna watu wamemmeza Yesu eti. Mtu anafika mahali anasema, msiniweke kama mlivyomweka Bwana wangu. Mimi niwekeni kichwa chini, pandisha miguu. Yaani huyu mtu amemeza Yesu mpaka aelewi, yani maisha ya duniani kwake sio kitu, sifa za kibinadamu sio kitu. Wale watu tumesimama nao kama hivi. Ikafika muda tusalimie sisi wainjilisti sasa. Tumepeleka mkutano mahali. Tumesimama yani kelele paka watu wakasema moto umewaka. Huyu mtu anatafuta content, wakati content yanayo yani watu watakuwa wanaishi lakini roho zao zimetawanyika. Maneno, na nikwambie kama Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Uwe na uhakika, maneno ndio silaha kubwa ya kuharibu maisha ya mtu. Kama unaweza ukasikia kwa Kristo, uwe na uhakika na shetani anaingia ndani yako kupitia maneno. Usiwe chombo, usimsaidie shetani kazi. Tunaitafuta thamani yetu idumu kwenye maisha yetu. Sisi ni mpango mkakati wa Mungu kutimiza kusudi lake. Jamani, amina. Acha kujidhalilisha. Hivi unasikiaje wanasema yani yule baba ni mbea? Unasikiaje hiyo kitu? Wanawake vipi, ni mme wako huyo? Yule baba anaongea, unasikiaje?
Jaa neno la Mungu, tafuta hekima. Yesu hakuwa na maneno, alikuwa na neno lenye baraka la kuleta matokeo chanya kwenye maisha ya watu. Waliinuka Mafarisayo, waliongea ya kwao, lakini walikuwa wakitulia wanasema akaka jamani kiboko aka. Jamani amina. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Kanisa liko kwenye hali mbaya. Viongozi wa idara wanakuwa 4 tu hawa. Mkurugenzi, makamu, katibu, mtunza hazina. Yaani ni hawapatani. Yaani ni wanazungukana leo pia. Yaani unajua, yaani tumejaa ni maneno, tukiamka ni balaa, tukiamka ni vita. Kanisa limebaki linapita kwenye heka, halina upendo, wengine hawana hata raha ya kukaa. Akiinuka mtu mwenye kitu cha kimungu, wameshainua neno, pwa, anakaa chini. Kwa sababu tu unatafuta kuonekana. Nataka nikwambie, usipolisikia neno hili hatima yako ni mbaya. Jamani amina. Jamani haleluya. Jamani amina. Jamani haleluya. Lazima tufike mahali tubadilike, tuwe na viwango kama kanisa letu lilivyo. Hasa watu wa mahali hapa, lazima uwe kwenye kiwango cha Yesu uliyebeba. Michanganyo Yesu hataki. Ukiamua kuacha, acha. Anasema mtu yeyote akitaka kunifuata ajikane mwenyewe. Usihangaike kutafuta heshima. Ukiamua kuacha vitu, viache kama Yesu alivyoviacha. Alafu kaa upikwe, utapikika. Kitatokea kitu chenye thamani. Atatokea mtu mmoja ambaye watu wanajivunia, wanasema tupate wapi mtu kama huyu? Usije ukafikiri ni kitu rahisi. Usije ukafikiri tunawasoma watu kwenye Biblia. Unamsoma Ibrahimu, usije ukafikiri ni vitu vyepesi. Aliambiwa ondoka, nenda mahali, manake kuna vitu acha. Wakina Petro wanaitwa wale wanafunzi, walikuwa na mambo wanayafanya, waliambiwa acha. Haijalishi una pesa au huna, Yesu akisema acha, na ukija huku unaanza kufanywa upya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Mchakato unaanza. Mchakato ukianza ni kukaa hapa uvumilie. Mliona picha yangu ya jana pale, ulikuwa ni mchakato. Ile picha ni 2004. Imagine leo ni lini? Angalia hiyo miaka hapo katikati. Mungu alikuwa anatengeneza mtu. Mungu alikuwa anatengeneza kiumbe ambaye ni mimi. Jana nilisema hivi, ninaiona neema ya Bwana hapa nilipofika, lakini bado sijafika. Ninakazana, lakini naiona hatua nyingine. Sijaganda hapo, ninaiona hatua, na ninajua kuna mahali ninaenda. Lazima niwe na discipline ya kiroho kutoka kwa Yesu ambaye ni kielelezo changu. Bwana sifiwe. Katika vitu nilimuomba Mungu, nikamwambia Mungu, naomba uwe kiburi ndani yangu. Nikakumbuka nilivyowahi kukataliwa, na kuambia nikakumbuka mimi nimewahi fungwa pingu. Kama we kuna mambo hujayapitia, nimepitia mengi. Nimefungwa pingu. Mimi babangu alikuwa akinifukuza nyumbani. Ukinipokea wewe nyumbani kwako huna bahati. Anakuja na maaskari, anakuja anakukamata, anakupeleka polisi. Watu wakafika mahali wakanichoka. Nikitokea mahali watu wanasema huyo binti hapana, huyo binti hafai. Kwa hiyo watu wakanikataa, wakachoka. Siku moja nikiwa mahali, nashangaa wanamgambo wamekuja pale. Niko peku, hata nguo sina za kueleweka. Nimevaa gauni moja haieleweki, ina madoa ya kutosha. Nikafungwa pingu mimi, nikapelekwa polisi. Polisi kwa ajili ya Yesu. Nikaenda polisi, wakaniweka mbele ya mkuu wa kituo.
Baba akasema, huyu mtoto asikii, ameharibika. Sema tu muda hautoshi wewe. Nimepitia makorokoro mimi. Kikao cha ukoo mzima kijijini nimebebwa. Nimekalishwa kikao kizima kwa ajili ya Yesu. Wananiambia utaacha au uachi. Alafu Mungu ananiambia ukinikana mbele za watu nitakukataa mbele ya Baba yangu. Imagine. Nasema Mungu nilinde na kiburi. Nikasema nilishafungwa pingu nikapelekwa polisi. Siko tayari nifungwe pingu za jehanamu tena. Nikasema Bwana nisaidie, maana wewe unawapinga wenye kiburi. Ukiwa kinyume na mimi, maana yake shetani atanikamata na hata nielewa, kwa sababu nina uharibu ufalme wake. Nikasema Mungu nisaidie, niondolee kiburi, niondolee mashindano. Na hata ukija kanisani kwetu ninaishi maisha ya kawaida, na wala hawaelewi kama ninahubiria watu wanajaa kama hivi. Hawaelewi. Sina kazi ya kufika kanisani, nasema yani nilikotoka hayo mambo sina. Tangu ninasafiri hakuna hata siku moja mimi nimerudi kanisani nikasema Bwana asifiwe, sijawahi. Na hata nisipotambulishwa najisikia vizuri, kwa sababu kujulikana ni milango pia ya watu wa giza kukufuatilia. Jamani amina. Jamani haleluya. Jamani amina. Lazima umvae Yesu kama alivyo. Lazima Yesu awe ni kielelezo chako. Kubali kulipa gharama. Kubali kubaki hivyo. Ni kwa